Hello, nimetenda classmates online. So far leo tutakwenda kusoma vyakula Kiingereza vinaitwaje. Baadhi ya vimoja lakini sio vyote, lakini tutakwenda tutataka kidogo kidogo ili tutafika mpaka tutajua mambo yote. Lakini tutaanza kwanza na hivi ambavyo tumekwenda kupata leo, tutakwenda kuyafahamu. Na notice guys, at the end of this video tutakwenda kuwa na quiz ama tutakwenda kuwa hapana quiz, tutakwenda kuwa na conversation between you and me. Utakwenda kuongea na mimi Kiingereza. So make sure nitakwenda kuuliza maswali na nikipenda kwenye ukuta kwenye utakuwa unaangalia na huko unasema out loud, yani uko unasema na sauti yako inatoka nje. Nikiuliza what is this unasema what are this unasema. So make sure pia una subscribe kama ndo mara ya kwanza kwenye hii channel, na kutembelea channel na kushare na watu wengi ili wengine waweze kusoma Kiingereza. Utakuwa umesaidia watu wengi sana kusoma Kiingereza na watakwenda kutufahamu, na naamini hivyo, na watu wote wakifahamu naamini mtakuwa na kwenda kuongea. Niseme tu Kiingereza ni lugha ambayo imeshakuwa calm, ni lugha ambayo ishajuliwa na watu wengi, imeshakuwa popular. So make sure tu unajifunza Kiingereza kama uko na wakati. Nikikumbuka kuna mwalimu ambaye aliniambiaga kipindi ambacho nilikuwa nasoma Kiingereza, akaniambia edited, the moment you stop learning is the moment you start getting older. Maana yake kwamba ukiacha kusoma vitu vipi ama ukiacha kusoma ndo wakati ambao unaacha kusoma vipi, unaacha kusoma ndo wakati ambao unakuwa mzee, yani unaanza kuwa mzee. Na hiyo ni kweli. Maana ukiacha kusoma, ukiacha kusema kwamba mimi siwezi kusoma hii lugha kwa sababu sio lugha yangu, nikiacha kusoma hii lugha kwa sababu sijui na hivi na hivi, ukigive up utajikuta kwamba unabakia nyuma siku zote, wenzako wanaenda mbele. Waangalie watu ambao wanajua Kiingereza sasa hivi wako na kazi nzuri. Watu ambao wanajua Kiingereza kabisa vizuri wako na kazi nzuri, wako wanapata makazi nzuri kuanzia kwenye nchi zetu na mpaka hapa Marekani. Watu wanapata kazi nzuri. Hauwezi kulinganisha mtu ambaye anafahamu Kiingereza na mtu ambaye anafahamu Kiingereza, hapana. Wako tofauti. Ni mtu ambao wako tofauti kabisa kuanzia huko kwetu na mpaka hapa Marekani. Ukikuwa unafahamu Kiingereza, uko unapata kazi nzuri, uko unatafuta kazi ambayo unapenda. So make sure tuna subscribe. Niko hapa ku help, niko hapa kusaidia ili kujua Kiingereza, na pia niko na hii lesson ni kwa sababu ya beginner. Tukifika intermediate nitakwenda kuongea, lakini bado tuna focus ku beginner. Nataka tuone sisi wote kuanzia chini na mpaka juu. Na nikwambie tu kwamba hii ni channel ya mtu ambaye bado ndo ameanza kusoma Kiingereza. Ndio kama ndo mnaanza hapa, ndo sehemu kabisa kwa kuanzia hapa, ndo kwenyewe kwa kwenda kuanzia kusoma Kiingereza chako na mpaka tutakwenda kufika mwisho. Maana tuko niko na trick ambazo zinaweza kukutuma wewe improve, ambazo na mimi nilikwenda kufundishwa, nilikwenda kuzipitia na zikamtuma mimi nika improve. Nikakwenda kujua Kiingereza kwa haraka sana, na ndio ambazo nazikwenda kuzitumia hapa. Kwa hiyo make sure una subscribe, una share na watu wengi ili kusaidia watu au wengine watu waweze kufahamu Kiingereza. Na Kiingereza ni lugha nzuri ya kusoma, na kwa sababu utasafiri utaongea Kiingereza. Utaenda wapi, nchi zote ambazo unataka kusafiri, ambazo wewe labda unawaga ni ndoto yako kusafiri sana, ni lazima ujue Kiingereza ili uweze kwenda kuelewana na watu ambao tofauti. Kokote ambako utaenda watu wanaongea Kiingereza sasa hivi, dunia nzima, kokote ambako utaenda watu wanaongea Kiingereza sasa hivi. Kwa hiyo Kiingereza ni lugha ya kusoma, ili ukisafiri, ukienda sehemu yoyote ile, usiwe na ile shida sana ya kuongea na watu. Utajisikia uko huru, utajisikia uko sawa. Kwa hiyo ni muda wako tu, unaweza kuchukua kila siku dakika 15 ama 20 unaangalia video zangu on YouTube. Na nikwambie tu guys, kama unaona kitabu ni kikubwa, unaweza kupata na kitu kama haka, unakuwa unaandika mambo yako yote, kitu kama haka, unasoma neno ambalo unaona hii hapa ilikuwa ya mpya kwangu, sijawahi kuisoma ama sijawahi kuifahamu, unaiandika chini, unaandika chini neno papa na maana yake unaandika hapo chini, ili ukimaliza guys unakwenda kujifunza. Na Mungu akisaidia, kesho nitakwenda kutoa nyingine video ya kuongelea jinsi ya kuimprove ama jinsi ya kwenda kufahamu Kiingereza kwa haraka. Tutakwenda kuongelea, sitakwenda kufundisha Kiingereza, lakini nitakwenda tu kuongelea kuhusu jinsi ya unaweza kuimprove English yako kwa haraka, yani trick ambazo unaweza kutumia ili uimprove English yako kwa haraka. So niseme tu ujitahidi sana uwe unaangalia video zangu na unaandika maneno mapya ambayo umekwenda kuyasoma, na niseme tu utakwenda kujifunza mambo mengi kwenye hii channel. Ni mambo mengi mno, mambo mengi utakwenda kujifunza jinsi ya kuandika Kiingereza, jinsi ya kutumia constructions, jinsi ya kutumia idioms. Idioms guys ziko tricky, ndio zinatumaga watu wasielewane na Wamarekani. Kama ndio kitu ambacho kinafanyaga watu, mtu akwambia Wamarekani waga wanaongea mbio mbio, waga wanaongea tofauti, ni kwa sababu ya idioms na figurative language. Hizo vitu viwili ndio vinatumaga watu wasielewe Marekani. Kwa hivyo tutakwenda kujifunza vyote kwenye hii channel. Make sure una subscribe na una share na watu wengi ili tuwe wengi kwenye channel yetu, na comment pia guys. Neno ambalo unaona ni mpya kwako, unaweza comment this one is new words to me. Naweza kwenda yani nijue tu kama umesoma neno gani, na itanisaidia hata na mimi kunipatia ile nguvu ya kusema tu kwamba okay, niko na watu ambao wanisupport, niko na watu ambao wananifuatilia. Okay, bye, let's jump right in. Sitasema bye tu kama naenda, nasema bye. Twende kuingia sasa kwenye video yetu. Kama nilisema, tutakwenda kusoma vyakula na mwisho tutakwenda kuwa na conversation between you and me. The first time utakwenda kusema mimi ndio tutakuwa A for the first time, the second time atakuwa wewe utakuwa A, mimi nakuwa B. Okay, let's jump right in. Nikisema let's jump right in inamaanisha kwamba let's start, yani twende kuanza. Let's jump right in, yani twende to start. Okay, let's jump right in. Alright guys, kama nilivyosema, tutakwenda kujifunza kuhusu chakula ambavyo unaona hapa. Tuko na conversation practice food, maana yake kwamba chakula, cabbage
Cabbage ndo yetu ya kwanza tuko nayo hapa, na ndio hii hapa cabbage. Cabbage. So make sure tutakwenda kusoma vyakula vyote, alafu mwisho wa hii video ndio tutakwenda sasa kujifunza jinsi ya kusema. Mtu akikuuliza kitu ama mtu akikusema nini, mtu akikuuliza hii ni nini, unaweza kusema haje. Na so make sure tu unaangalia video mpaka mwisho ili kwenda kujifunza mambo zaidi. Alright. So cabbage. I mean cabbage. Yetu ya pili tuko na corn. Na hapa tuko na tatu, unaweza kusema corns. Kwa sababu hapa ziko tatu, unaweza kusema corns kwa sababu ni tatu. Lakini ikikuwa moja unasema hii hapa corn. Alright. Easy. Continue guys. Ambayo tuko nyingine hapa ni broccoli. Ambayo ni hapa broccoli. Alright. Onion. Hii hapa ni lakini waga tunaisema onion. Ndo kitunguu, onion ndo kitunguu. Viazi waga tunaita potatoes. Lakini unasikia mimi nasema potatoes. Utanisikia mimi nasema hivyo na watu hapa Marekani utasikia wanasema hivyo potatoes, lakini unaweza kusema potatoes inaeleweka, yani potatoes inaeleweka, potatoes inaeleweka hapa Marekani. Ndo viazi potatoes. Okay. Eggplant ndo hii hapa eggplant. Excuse me guys. Eggplant ndo hii hapa eggplant. Tuko na beans. I love beans guys. I love beans with rice. Sijui kama unapendaga maragi na wali. Kama unapendaga tia kwenye comments. Yes. Alright. Beans ndo maragi. Beans. Tomatoes ndo tomate. Tomate. Alright. Tomate. Alright. Tuko na lettuce. Utasikia Marekani wanasema iko sawa kama utasema lettuce, lakini utasikia Marekani wanasema lettuce. Hiyo ndio pronunciation hapa Marekani. Lakini kama utasema lettuce inaeleweka na watakuelewa hata ukisema tu lettuce. Lakini ukitaka ku sounds like them unaweza kusema lettuce. Okay. Mushrooms. You guys, you can see better. Okay. Mushrooms. Manaki uyoga. Mushrooms ndo uyoga. Mushrooms. Unastope kuia hapa mushrooms ni iko na 2 syllables. Okay. Apple. My favorite fruits. Ito napendaga apple sana. Apple. No apple. Apple ndo apple. Tuko na watermelon ndo tunaita tikitiki maji. Yes. Watermelon ndo Kiingereza tuseme, sijui kia nchi zingine, lakini hapa Marekani utasikia water. Hii hapa tina waga na sound kama d. Hii hapa inawaga na sound kama, yani baraga nisoma hivi tuseme hivyo watermelon, lakini kuandika inaandikwa with t. Watermelon. Hata maji tunaitaka water. Yani na d watermelon. Okay, let's continue guys. Let's move on. Grapes ndo hii hapa mizabibu. Grapes. Usikie kama kisi nilikuwa nasema kama vile angry dog. Grapes. Okay. Kiwi. Napendaga kula kiwi lakini sio sana. Kiwi ni kama vile kiwi cha maji, yani kiwi. Simple guy. Iko rahisi kusema kiwi. Okay. Hiyo ndo kiwi guys. Hii ndo kiwi. Okay. Mango, hembe. Hembe. I love mango juice. Napendaga juice ya mango guys. Mango juice is my favorite.
Ooh, strawberries. Strawberries. Straw. Uh, kama kuna na notice hivyo guys, hapa tuko gisi nilikuwa nasoma hapa nilikuwa nasoma strawberries. Okay, ndio hii hapa ndio strawberries. Um, okay. Ooh, orange juice. Ooh guys, orange juice. Kama unaona orange juice. Okay, nirudishe kama ilikuwa orange juice. Ooh, milk ndo maziwa. Milk kama unaona ni kikombe ambacho kwa mwagilia maziwa. Milk ndo maziwa. Milk 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 milk. Hii L hapa ina sauti kama o milk milk. Okay. Bread ndo mkate. Bread 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 bread. Okay. Oh, chips ni vile viazi vya kunani ndio tunaita chips. Okay. Ooh, cookies. Oh guys, hapa nimesahau s, unaweza katia s. Hapa ndo hizi hapa kwa sababu ni za mingi tunaita cookies, lakini ikikuwa ni moja tunaita cookie kama kisi ilikuwa naandika mbele, lakini ikikuwa ni za mingi tunaita cookies. Fish. You guys, so if you unapenda, do you like fish? Kama unapenda fish, tell me in the comments yes. Ama that's right. Maana kwamba yeah uko sawa, ama that's right maana uko sawa. Maana kwamba unapendaga fish, okay? Candy ndo tunaita zile pipi zote tunaitaga candy, lakini hapa niko na hizo aina za candy vile vidogo, lakini pipi zote zile tunaitaga candy. Tunaitaga candy. Do you like candy? Unapendaga candy? Kama unapendaga, put kwenye comments yes. Nitakwenda kufurahi sana nikiona unatia kwenye comments yes kitu ambacho unapendaga. Rice. Napendaga rice guys. Rice. Oh, come on candy. I don't want to see you anymore. Oh, I just want to see rice. Rice. Maanake kwamba wali rice. Usikie gisi niko na pronounce r rice. Ama unaweza kusema rice. Vitu viko sawa sawa na utakwenda kuelewa ukisema hivyo rice. Okay? Let's move on. Tuko na pastor. Ndio pastor. Ukisema pastor utakuwa unasema ile pastor ile mchungaji. Lakini ukisema pastor unasema hii hapa pastor. Hiyo ndio pastor guys. Kama unapenda pasta, tia kwenye comment kwamba pasta is my favorite food. Nitakwenda kufurahi sana nikijua kitu gani wakati hivi yote tutakwenda kujifunza hapa kitu gani ambacho tunapendaga. Okay. Cheese ndio hii hapo. Cheese. Do you like cheesy? Cheese. Iko simple kusema cheese. Okay, tia kwenye comment kama unapendaga cheese, na usikose kushare kitu ambacho unapendaga kwa wakati vyote vyakula ambacho tutakwenda kujifunza hapa. Utie kwenye comments kwamba something, yani uchukue chakula afu utie is my favorite, like unaweza kusema example, unaweza kusema cheese is my favorite food, ama cheese is my favorite food. Yes, let's say that. So yeah. Eggs. What kind of eggs do you like? Ambao tukitaka kwenda ku single itakuwa ni tutatua s, inakuwa egg, ndo one egg ambayo ina pronounce egg, lakini tukitia na s hapo utavuka kwamba ni ziko mingi. Okay, eggs na ndo kama tunaona hapa, hizi hapa ziko sita au ziko sita guys, you can see better, ziko sita ambazo unaona hapa ziko sita. All right. Yogurt. Hapa ndo yogurt guys, yogurt. Inaga utamu sana yogurt. Do you like yogurt? Okay.
Tell kwenye comments guys kama unapenda yogurt, kwa hiyo vyakula ambavyo tu unaenda kusoma. Goat. 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 Goat ndo mbuzi. Goat. 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 Goat inaweza kuwa nyama ya mbuzi ama mbuzi yenyewe ni goat. Okay. My favorite fruit. Guys, indo na hiki chakula nakikulaga sana kwa wiki, kulaga hata mara 2. Hata mara 3. Au chicken. 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 Do you like chicken? If you like chicken, make sure to put it in the comments. Yes. Itakuwa kunisaidia sana kuona niko na watu ambao wanapenda, like maybe we are on the same boat. Nikimaanisha kwamba on the same boat inamaanisha kwamba tuko in same situation, maana kwamba tuko same moja, yani tuko tunafanya vitu ambavyo viko sawa sawa, ama tunapitia mambo ambayo yako sawa sawa, ndo on the same boat. Okay? Sheep ndo ndo kondoo. Sheep, do you like sheep? Kama unapenda sheep, pia kwenye comment kwamba yes. All right. Beef ndo nyama ya ng'ombe. Beef. Na hatu ya mwisho ambayo tuko na barrel ndo hii hapa ambao unaona hapa, barrel. Na kaka kukatia hapa, akakukatia hiyo ndo aka. So I hope umeenjoy, na kama umeenjoy, kama hujaelewa na kama hujakumbuka mambo mengine, unaweza kaenda ku start over, maana kwamba unaweza kaenda ku review kuanzia mwanzo ili kwa more yani just in case for more understanding, unaweza kwenda kuanzia mwanzo. Na kama umeenjoy ile lesson, make sure unatia kwenye comments yes, ama unasema hata in Kiswahili unaweza kusema unaweza kusema nimeipenda, ama Kiingereza unaweza kwenda kusema I loved it. Maana hii hapa acha nikuandikia, ambayo unaweza kwenda kutia kwenye comments I loved it. Maana kwanza ni pasta, maana utakuwa ushaiona ushamaliza, ndio unakwenda kusema kwa comments kwamba I loved it, maana kwamba nilipenda, I loved it. Okay, na between you and I tutakwenda kuwa na conversation, tutakwenda kujifunza mambo mengi, na so let's jump right in our conversation. Mara ya kwanza itakuwa A, mara ya pili itakuwa B. Maana kwamba mara ya kwanza itakuwa A, wewe utakuwa B. Mara ya pili utakuwa A, mimi nakuwa B. Okay? Let's jump right in. Let's dive in, guys. All right guys, kama nilivyosema at the end of this video we're gonna have a conversation between you and I. So ndo hapa tunafika ku conversation. So naanza kwenda kukuuliza, ambayo ni hapa. What are these? Ama unaweza kusikia mtu anasema these. What are these? Utasikia nilikuwa nasema what, lakini usually waga sisemi what. Usually ukinisikia mimi niko nasema, na wengine watu utasikia nasema what are these? Maana yake kwamba hii hapa na hiyo tunachanga pamoja. What are these? Okay? Nasema these kwa sababu tunaitumia these kwa plural, ndio tunatumia plural, na hapa tuko naona 1 2 3 na hivi hapa viazi. So unaweza ukasema example, wewe nakuuliza sasa, useme hii hapa what are these? Maana yake what are these? Did you say they are apples? So yeah, unaweza ukasema they are apples and potatoes. Unaweza ukasema hivyo, they are apples and potatoes, na ndio vitu ambavyo tuko naona hapa, they are apple and potatoes. So nakwenda sasa kukuuliza what are these? You are doing good guys. Nafurahi jinsi naona jinsi uko naongea. Jitahidi kutoa sauti, usione aibu ya watu, usione kwamba kuko watu, usiwezi toa sauti. Toa sauti, na ndo inakufanya uzoee ulimi wako, uzoee kuongea Kiingereza. What are these? Toa sauti. You are doing good. I really love it. Okay, tuende kwetu ya pili, ambao wanasema kwamba what is this?
What is this? Notice guys, unaona hapo tuko na a na n. Kwa hiyo tunatumia usually, kwa mfano kama kitu chochote kama kinaanza na a, e, I, o and u, na sometime y. Hivi vitu hapa waga tunatumia n, lakini tutoe y kwa sababu y inaga sometime, so usually I don't know what happened to this I. It doesn't want to. Yeah. So a, e, I, o, u, hivi vitu hapa hizi hapa ndio tunaita vowels. Vowels ndio tunaita vowels. Ndio ukiona hii ujue utaanza na hii, lakini kama watermelon tutasema it is a watermelon. It is a watermelon. It is a watermelon. It is a watermelon. Maanake ni moja na tunatumia a, lakini zikikuwa mingi hatutatia nani. Tunaona hapa kwa labda unaweza kutumia za, lakini hapa hakuna. Hapa za haitakiwi. Okay? Hapa tunatumia hizi a kwa sababu ni kitu, tunaongelea kitu kimoja. Watermelon. Sio hapa tu hakuna s. Ingekuwa hapa watermelon ziko hapa, so na zote zinaisha na ss mwisho, ndio inaonyesha kwamba plural, lakini hapa ingekuwa example tuko na s hivi, watermelons atungitia a na hapa tungitia r, hapa kui verb is tungitia r, maana yake kwamba inamaanisha kitu kimoja. Is usually ukisikia is inamaanisha kitu kimoja. Okay, to es it is in eggs, maana eggs egg ina start na vowel, so tunatia hivi kwa sababu hii egg ina start na vowel ambayo ni hii vowel e ambayo tunaona hapa. Kitu chote ambacho kinaanza na e kikikuwa kimoja unatia n, lakini ikikuwa kwamba ina start na consonant utatia hii a. Ni kama unaongelea kitu kimoja. Inaweza kuwa a person, a house, a computer, a microphone, a phone, a road. Inaweza kuwa, lakini tukisema tukisema twende ku n, let me think of for example. Nina gari ku get guys. An apple, yes, an apple, an egg, an as good guys examples. So ziko kabisa, tutafika hapo kote, tutakwenda kujifunza grammar vizuri ili tuelewe. So niseme mpaka sasa hivi, kama umependa ile lesson ambayo ni I hope umekwenda kuenjoy, na kama umeenjoy tia kwenye comment yes, na pia uwe na siku nzuri sana, nafurahi sana kuona jinsi unakwenda kujituma kusoma Kiingereza na mimi, na pia unakwenda kushare na watu wengi. Usisahau kushare na watu wengi, na unaweza kushare na classmates wako, wanafunzi wenzio, na wandugu zako, na watu wote ambao labda wamekuzunguka, ili nao siku moja waweze kuongea Kiingereza, ili huko watu ambao wanasema mimi siwezi nikafikia ndoto zangu kwa sababu sifahamu Kiingereza. Sasa imeshafika wakati wako, umeshakuwa na classmates online, na ni muda wako tu mwenyewe uchukua muda wako, na ni vizuri sana kusoma Kiingereza online. Kwa sababu gani? So iko tofauti na mklasi uzikuwa unauliza mwalimu wako, teacher, would you repeat that, atakuona kama uko msumbufu. Lakini kwenye online video ikipita, hapa sikuelewa, utarudisha tena, unaona na unajibu vizuri, na una practice vizuri. Okay, kama kisi nilivyosema mwanzo wa hii video, nilisema kwamba nitakwenda kuongelea jinsi ya kupractice your English, ama njia za ambazo unatakiwa utumie kuimprove English yako mbio ama haraka. Nitakwenda kukufundisha, inaweza kuwa next week nitakwenda kuongelea hivi, maana sasa hivi niko na video nyingi ambazo natakiwa nifundishe. Maana kuna watu ambao comment kwamba wanataka wasome kuhusu verbs, nitakwenda kuzifundisha pia. Okay, bye, uwe na siku nzuri na
ni vizuri sana na kuwa na wewe, nimefurahi sana kuwa na wewe mpaka hapa na kuona jinsi unavyo comment na unavyokwenda kuongea out loud, maana yake kwamba unavyokwenda kuongea kwa sauti. Bye 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 guys, nawapenda nyote, bye, love you all guys.